So kuna hii aina ya watu ambao wanajionaga hawakosei. Kwa hiyo wao kwenye mahusiano kazi yao ni kuhesabu makosa ya waume zao. Kwamba alinifanyia hivi, akanifanyia hivi, akanifanyia hivi. Yeye anajiona yeye ni mwema, ni mtakatifu. Hao watu wana matatizo makubwa sana. Na kuishi na aina ya mwanadamu ambaye anajiona ni mtakatifu, hakoseaji, ni kazi kubwa na ngumu sana. Kwa sababu maandiko yanasema itoe kwanza boriti iliyo ndani ya jicho lako kabla ya kuitoa boriti iliyo kwenye jicho la mwenzako. Kabla hujamnyoshia mwenzako kidole kwamba huyu ananikosea, huyu ananikosea, leo amenikosea, kesho ananikosea, jana amenikosea. Wewe angalia makosa yako mangapi, una makosa mangapi. Lakini kama wewe unajiona ni mtakatifu, ukoseagi kabisa, alafu unaona mwenzako ndio anakukosea, ni kwa sababu wewe una tatizo kubwa la kujiona wewe ni malaika, wakati wewe sio malaika, wewe unakosea. So lazima tufike mahali kila mtu ajione kwamba yeye ana makosa, kila mtu aone anakosea, kila mtu aone ni mwanadamu. Na hapo niseme kwamba watu wanapoachana, migogoro inapotokea, hakuna ambaye ndio chanzo cha mgogoro. Kila mtu, tukitaka kuwa na maisha na mahusiano mazuri, kila mtu ajione ni sehemu. Leo hivi kuna watu wameachana, ndoa zimevunjika, mahusiano, ukimuuliza sema ni kwa sababu ya matatizo ya yule baba, ni kwa sababu ya matatizo ya yule baba. Wewe ambao ulikuwa huna matatizo, mbona hukusimama kusaidia hiyo ndoa isianguke, hiyo ndoa isiharibike? Umeelewa hicho kitu? Kwa hiyo ili tufike mahali, lazima kila mmoja akubali kuwajibika. Kila mmoja akubali kuwajibika. Kama mimi nimekosea, mke wangu akubali kwamba na yeye ni sababu ya nini? Ya mimi kukosea. Kama mke wangu amekosea, na mimi nikubali kwamba mimi ni sababu ya mke wangu kufanya nini? Kukosea. Nisiseme ni yeye. Mimi najiona ni mwema na mtakatifu. Lazima nifike mahali nibebe sehemu ya lawama na yeye abebe sehemu. Kila mtu akubali kubeba sehemu ya responsibility ya tatizo lililotokea. Ukikuta mahusiano yameharibika, yamevunjika, alafu kuna mmoja amejitoa, sasa sio mimi, ni yeye, ni matatizo yake, ni shida zake, nimemvumilia sana. Kwani yeye amekuvumilia mara ngapi? Wewe unajua yeye amekuvumilia. Kama unaweza kutuambia kwamba umemvumilia huyo mume wako kwa muda mrefu mpaka umechoka, tuambie pia kwamba huyo mume wako, wewe una madhaifu yapi ambayo huyo mume wako ameyavumilia? Kwa sababu inawezekana kwa sababu yeye hajaongea, lakini unaweza ukawa na madhaifu mengi mno ambayo yeye ameyavumilia mpaka amechoka pia, lakini hajasema, au yeye hajakubali kuamua kusema amechoka, bado yuko tayari kubeba hayo changamoto yako. Na kwa mahusiano, kudumu kwenye mahusiano si kwa sababu mtu hana makosa, si kwa sababu mtu akukosea. Kinachosababisha mahusiano ya dumu ni pale ambapo kila mtu anakubali kubeba madhaifu ya mwenzake. Ukikubali kubeba madhaifu ya mwenzako na bila kuchoka, bila kuhesabu. Kwa nini unasema umechoka? Unachoka kwa sababu unahesabu. Unachoka kwa sababu unahesabu. Jana amefanya hivi, leo amefanya hivi, kesho amefanya hivi, alifanya hivi. Kwa hiyo ukishaanza kuhesabu, ukishaanza kanuni ya upendo haitaki tuhesabu makosa. Maandiko yanasema upendo hauhesabu mabaya. Kanuni ya upendo. Kama una upendo wa kweli, upendo hauhesabu nini? Mabaya. Ukishaanza kumhesabia mume wako ama mke wako kwamba alifanya hivi, alifanya mwaka jana, na juzi alifanya, mwezi uliopita amefanya, juzi akafanya, leo amefanya, amenifanyia. Ukishaanza kuhesabu hayo mambo, ujue upendo umeshapungua. Upendo haupo. Umeelewa? Ukishaanza kuhesabu, mahali ambapo kuna upendo wa kweli, hautahesabu makosa. Hata ufanywe makosa makubwa kiasi gani, you not count it. Ndio maana mtu akipenda, yani unaweza ukaambia huyu mtu ana 1 2 3 na huoni kosa hata. Nakuelewa mimi. Mahali kuna upendo anaita kengeza. Maandiko yanasema upendo unasitiri wingi wa dhambi. Asante. Umeelewa? Ikiwa una upendo wa kweli, huoni madhaifu ya mwenzako. Ukishaanza kuona madhaifu ya mwenzako, ujue upendo umepungua.